بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mlivyokwisha ambiwa, sasa hivi tumekutana tena kwa mara ya pili kwa nia njema na nia tukufu ya kuleta umoja baina ya Waislamu. Sidhani katika ulimwengu tulionao sasa kuna jambo kubwa zaidi la Waislamu kulekeza akili zao zote na juhudi zao zote kuliko jambo hili la umoja baina ya Waislamu, kwa sababu umoja ni amri, si kitu cha hiari. Waislamu hawakuwatiwa hiari kwamba waamue wasiwe wamoja. Ni amri Waislamu wawe kitu kimoja, na ndio ikawa ni dhambi kubwa Muislamu kuleta jambo lolote ambalo litawaletea Waislamu tafarruq, kuleta jambo lolote ambalo litawaletea Waislamu mgawanyiko. Ni jambo kubwa, ni dhambi kubwa kwa Waislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuamrisha katika Qur'an ametuambia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamanani, wa'tasimu, shikamanani. Amri iliyoamrishwa ni ya watu wengi, ni ya jamu, ni ya plural. Wa'tasimu bihablillahi, na hawakuatiwa Waislamu washikamane tu, hawakuambiwa shikamanani, na wameambiwa ni kitu gani cha kuwashikamanisha. Kwa hivyo shikamanani bihablillahi, kwa ngwe ya Mwenyezi Mungu, yani kwa kamba ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu hakusimama hapo, ashasema shikamanani, kisha ansema musifanye kinyume cha kushikamana, wala tafarraku, musfarqiani. Lakini hata kabla Mwenyezi Mungu hajatuambia wa'tasimu bihablillahi jamia, nyuma ameanza kwanza. Nani hao ambao waambiwa wa'tasimu bihablillahi jamia? Ni nani? Mungu hajataja hapa katika aya hii, hajataja ni nani washikamane. Ameanza nyuma, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kwa hivyo wanaoambiwa kushikamana ni wale ya ayyuhalladhina amanu. Lakini Mwenyezi Mungu hata kabla hajatuambia kushikamana ametupa amri nyingine,
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kiswahili tufasiri ittaqullaha ni tufasiri mara nyingi tufasiri kwa maana ya mche Mwenyezi Mungu, lakini ni tafsiri vile vile na ambao ni nzuri zaidi, ittaqullaha, jilindeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu takwa ni kufanya jambo ambalo amekuamrisha Mwenyezi Mungu na kujiepusha na alilokukataza, ili upate kufanikiwa katika maisha yako ya dunia hii na maisha yako ya kesho akhera. Na Mwenyezi Mungu kila alilokuamrisha ni maslaha yako, na kila alilokukataza ni maslaha yako. Kwa hivyo ittaqullaha, jilindeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu haqqa tuqati. Na hakuiwata vile vile jilindeni, ameweka kwamba mujilinde kama ipasavyo kujilinda, yani mutukue hadhar, muwe wakati wote mwafikiri vipi mtajiepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lisiwe jambo la kujia mara moja tu, mathalan lisiwe jambo la kujia unapoingia msikitini kuswali, au unapofika mwezi wa Ramadhani ukawafunga, ikawa mwezi wa Ramadhani ndipo peke hapo unapokumbuka shahada na istighfar, ukani ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, ikani Ramadhani tu. La, ni wakati wote. Kwa hivyo ukiwako msikitini uwe wajilinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kuitii amri ya Mwenyezi Mungu kwamba uswali. Sio tu kwamba ukiingia msikitini kuswali ya kutosha, uhakikishe ile swala utaiswali vile atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ukishachukua hadhari hiyo, uitukue kama vile ambapo ukitawadha, namna unavyofanya bidii kuhakikisha kwamba udhu wako umekamilika. Na ikawa mwenzio akikuona umetawadha na pana kipako kikavu, akakwambia Sheikh, angalia guu lako au angalia mkono wako au angalia uso wako, maji hayajatanganya zile sehemu ambazo zitakazipate maji. Basi kama vile ambavyo watukua bidii ya kuhakikisha udhu wako umekamilika, ufanye vile vile bidii kuhakikisha swala yako imekamilika. Ndivyo namna ambavyo utaweza kujiepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa umalizapo kuswali, sio kwamba ni swala katika msikiti tu ndipo ambapo wewe wataka uwe wamcha Mwenyezi Mungu au wajilinda na adhabu yake kama ipasavyo kujilinda, kwa sababu yule aliyekuamrisha wewe uswali namna ulioswali ndiye aliyekuamrisha wewe ukitoka hapa nje kuwa na jito nalo lina lake la kutukuliwa, umche Mungu au ujilinde na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa jito lako. Kwa hivyo kama vile ambavyo umechukua hadhar usije ukaiharibu swala yako, utukue hadhar na nje vile vile jito lako lisitazame ambacho Mungu amkwambia usitazame. Uwe na hadhar vile vile mdomo wako usiseme ambalo Mungu amkwambia usiseme. Mkono wako usishike ambacho Mungu amkwambia usishike. Ushike ambacho amkwambia ushike. Guu lako usiendee ambalo Mungu ankukataza kuliendea. Uliendee kule ambako Mwenyezi Mungu amkuamrisha uliendee. Ittaqullaha haqqa tuqati. Kisha kujumlisha yote haya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na muhakikishe kwamba musife ila mukifa mufe ni Waislamu. Muwe mmekufa ni Waislamu. Uislamu nini? Uislamu ni kusalimu amri kwa yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu ni kufuata yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyawata yale yake aliyokuambia uyawate, ambao twarudi ni ile takwa. Lakini sasa utayajuaje ya Mungu?
utayajua kwa yule aliyemtuma kuja kukueleza yake. Kuna mtu ambaye Mungu amemtuma aje atueleze sisi atakavyo Mungu na asivyotaka Mungu, na ni mitume wa Mwenyezi Mungu, na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akiwa ndiye mwisho wa mitume yote. Kwa hivyo msife ila nyinyi mmekufa katika mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sasa ikiwa mshaelewa kwamba hiyo ndiyo utangulizi wa Mwenyezi Mungu, ndivyo atakavyo ya ayyuhalladhina amanu, sasa ndio ambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, shikamanani, bihablillahi, kwa ngwe ya Mwenyezi Mungu, jami'an, nyote ambao mwajita katika alladhina amanu, nyote shikamanani. Na kitu gani? Mshikamane vipi? Bihablillahi, kwa ngwe ya Mwenyezi Mungu, ambayo wanazuoni mufassirini watuambia ni Qur'ani, ndio kamba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo shikamanani na Qur'ani. Qur'ani ndio msingi wa Uislamu. Lolote ambalo ukilitia katika mizani ya Qur'ani la kubaliwa na Qur'ani, basi hilo ndilo la Kiislamu. Na lolote ambalo ukilitia katika mizani ya Qur'ani la kataliwa na Qur'ani, huo si Uislamu. Lolote, mizani ni Qur'ani. Ndio sababu Mwenyezi Mungu akasema shikamanani na kamba ya Mwenyezi Mungu, shikamanani na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu, wala msifarqiane. Sasa nani ambao waambiwa washikamane? Ni wale ambao wameamini, na iman ina misingi yake. Utawajuaje alladhina amanu? Yoyote atakayekuja kusema yeye ni katika alladhina amanu, utamkubali? La. Kuna vitambulisho vya kuwatambua alladhina amanu ambao imekubaliwa ndani ya Qur'an, imekubaliwa ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambazo ndizo tafsiri kubwa za Qur'ani. Hakuna mufassir mkubwa zaidi wa Qur'ani kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo sunna ya Mtume, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndizo kielelezo kikubwa cha Qur'ani. Sasa kwa hivyo lazima tumtambue mu'min kwa vipimo vya Qur'ani, ikifunuliwa zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa mu'min ni nani? Jambo la kwanza, mu'min ni ambaye amwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumwamini tu haitoshi, ni kumwamini na kumpwekesha, kusema kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuna Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu wenyewe hana sehemu, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana mfano wake. Lau wewe utakuwa basema bamuamini Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu umwaminie wewe azaa, au Mwenyezi Mungu umwaminie wewe amezaliwa, au Mwenyezi Mungu umwaminie wewe ana mfano wake, katika taarifa ya mu'min utakuwa humo wewe, na utakuwa wewe huwezi kushirikiana na waumini wanaoamini hivyo katika i'tisam, katika kushikamana nao. Utakuwa wewe ni mtu nje, maadamu wewe waamini Mwenyezi Mungu si mmoja, humo katika wa'tasimu.
maadamu wewe waamini Mwenyezi Mungu azaa au azaliwa, humo katika wa'tasimu. Maadamu wewe waamini Mwenyezi Mungu ana mwenziwe ambaye amfanana naye, humo katika wa'tasimu. Lazim umwamini Mwenyezi Mungu kwa upweke na kwa ukamilifu wa upweke wake, mbali na zile sifa nyingine za Mwenyezi Mungu kuwa ni muweza, Mwenyezi Mungu asikia, Mwenyezi Mungu aona. Zote hizo ni lazim uzikubali kama hatua ya kwanza kuingia katika kutambuliwa wewe kwa kuwa ni muumini. Wewe kuwa muumini ni lazim ukubali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutufikishia sisi yale ayatakayo ametuma miongoni mwa binadamu watu maalum ambao waitwa mitume. Kwa hivyo wewe lazima uamini kwamba mitume wametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe huamini kwamba Mwenyezi Mungu ametuma mitume, humo katika kundi la muumini. Tena uamini kwamba katika mitume hao amewatuma haukuendelea, umekoma kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uamini kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ndiye mwisho wa mitume. Kama utaamini kuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wewe humo katika wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kama waamini yuko amshindaye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika ubora, wewe humo katika waumini. Lazim uamini kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye bora wa viumbe vyote. Kwa hivyo wewe uamini Mwenyezi Mungu mmoja, hakuzaa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wewe uamini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama sema Busiri, فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. na uamini kwa Muhammad ni khataman nabiyyin, ni mtume wa mwisho, hakuna tena mtume mwingine baada yake. Wewe lazim kama ni muumini uamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha wahi, na katika jumla ya wahi wake ni vitabu ambavyo amevituma kabla kwa baadhi ya mitume waliokuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na mwisho akateremsha Qur'ani. Qur'an ndicho kitabu cha mwisho alichokileta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamteremshia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baada ya kabla ya hapo kutanguliwa na Taureti na Injili na Zaburi. Kama wewe huamini kama Mwenyezi Mungu aliteremsha Taurat, kama wewe huamini kama Mwenyezi Mungu aliteremsha Injili, kama wewe huamini kama Mwenyezi Mungu aliteremsha Zaburi, hata kama wewe waamini Qur'ani, maadamu huviamini vitabu hivi vilivyotangulia, wewe si muumini. Na ukavikubali vilivyotangulia ukaikataa Qur'ani, wewe si muumini. Na ukakubali kwamba vilivyotangulia ni sawa sawa na Qur'ani, havina kasoro yoyote hivi vilivyo, wewe si muumini. Lazima ukubali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha vitabu hivyo kabla, vikaharibiwa, akateremsha Qur'ani kama kitabu cha mwisho ambacho la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, hakina makosa yoyote. Vile vile kilivyoteremshwa ndivyo kilivyo, hakikuongezwa, hakikupunguzwa. Kama wewe utaamini Qur'an imepungua kitu au Qur'an imeongezwa kitu, wewe si muumini. Lazim uiamini Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha
inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametukua ahadi ya kuihifadhi Qur'ani. Kwa hivyo kama hukuamini vitabu vilivyotangulia Qur'ani na hukuiamini Qur'ani kwa kuwa kitabu ambacho hakiwezekani kuletwa mfano wake, ni kitabu cha mwisho ambacho kimehifadhiwa na Mwenyezi Mungu, kilivyoshuka ndivyo kilivyo mpaka leo bila ya kupungua hata nukta moja. Kama huna imani hiyo, humo katika mu'min. Kwa hivyo humo katika wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wewe kama mu'min lazim uamini malaika, lazim uamini siku ya mwisho, lazim uamini qadar, lazim uamini kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuswali swala 5 kila siku. Ukiamini kwamba kuna swala 4 au 3, wewe si mu'min. Lazima uwe wewe umeamini kwamba Mwenyezi Mungu ametufanyia sisi ni faradhi kuswali swala 5, adhuhuri rakaa 4, alasiri rakaa 4, magharibi rakaa 3, isha rakaa 4, asubuhi rakaa 2. Lau utazigeuza swala hizi zikawa sivyo hivi nilivyozitaja rakaa zenyewe, humo katika mu'min. Lazim uamini kufunga, lazima uamini zaka, lazima uamini hija. Ukivikataa chochote katika haya, utakuwa wewe humo katika mu'min. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza watu waungane, watafutane, waamini, wewe watakatuzungumze kuungana, waamini vitu hivi, waamini Mungu ni mmoja, hakuzaa hakuzaliwa, hana mfano, waamini Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na kabla yake kulikuwa na mitume wengine, yeye wa mwisho, hakuji tena mtume mwingine baada yake. Waamini Qur'ani kitabu cha Mwenyezi Mungu hakina makosa wala hakitakuwa na makosa wala hakuna kingine ambacho kiko juu yake, na yote niliyoyataja. Akishakubali hayo yote, hapo yumo katika wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ataingia katika watu wakuja kukaa na wenziwe, watazungumza pamoja. Na Mwenyezi Mungu katika kutueleza katika kututeremshia amri ya kuungana, ametuambia tu wala tafarraqu, wa'tasimu wala tafarraqu, shikamanani na nguo ya Mwenyezi Mungu, lakini vile vile msifarikiane. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu kutuonya hasara ya kutoungana, asema fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msizozane, msigombane, mtaanguka na nguvu zenu zitapotea. Anapotuonya hivi, nyuma kule ametuambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu, idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kumbukeni mlipokuwa nyinyi maadui nyinyi kwa nyinyi. Wakumbushwa waumini kabla hawajaletewa haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbukeni namna mlivyokuwa nyinyi ni maadui katika jahiliya, mkigombana nyinyi kwa nyinyi, mkishikana damu nyinyi kwa nyinyi, mkiuana. Mwenyezi Mungu fa'alafa baina qulubikum, akawaunganisha nyinyi nyoyo zenu. Nyoyo ndio muhimu hapa. Mkiwa mmekutana nyote na kila mmoja moyo wake hauko kwa mwenzake, viwili vile haviwezi kuungana. Nyoyo ndizo zinazoungana. Mwenyezi Mungu kwa hivyo akasema akaziunganisha nyoyo, Waislamu wakapendana
wakawa kitu kimoja. Na wanapokuwa wameshikamana, haina maana kwamba wote watakuwa ni kama kondoo waona namna moja. Ni muhal bin adamu yoyote kuona sawa sawa na asiyekuwa yeye. Hawi na fikra kama zako. Hata mke wako hawi na fikra kama zako. Hata mume wako hawi na fikra kama zako. Lakini kuna misingi ambayo ya kumtambulisha yule Muislamu. Hayo ndiyo shikamanani. Leo Waislamu wote wasema Mola wao ni mmoja, Mungu wao ni Allah. Waislamu wote wasema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye mtume wao. Waislamu wote wasema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuatia turathi yake, ametuatia tarka yake ya sunna yake. Hakuna awezaye kuitwa Muislamu anayekataa kwa kuwa kuna sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Patatokea ikhtilafu kama zinavyotokea katika hadithi. Yule atakuwa anaikubali hii, yule ameikataa hii, lakini hakuna asemaye mimi sikubali kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amewata sunna. Na kama yuko asemaye hivyo si muslim, si mu'min. Anayekataa sunna kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuatia sunna si mu'min, hayumo pamoja na waumini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni huyo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Qibla, Waislamu wote popote walipo wakiswali waelekea Kaaba. Al-Kaaba ndiko wanakolekea wote. Kama yuko anayedai kwa kuwa ni mu'min na halekea al-Kaaba, huyo si mu'min, mrongo, nafiq. Mu'min lazim alekee al-Kaaba. Kitabu kimoja, kama yuko anayedai kwa kuwa ni mu'min kisha ana kitabu kingine isichokuwa Qur'an, huyo si mu'min. Kama aamini kuna Qur'ani nyingine iliyozidi hii ambayo Waislamu waisoma, huyo si mu'min. Kama yuko aaminie imepungua kuliko hii Qur'ani somayo kuliko hii, huyo si mu'min. Lazim awe akubali hii tu ndiyo Qur'an. Akiamini hayo yote, huyo ndio aingia katika wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu mkawa sasa ni ndugu, kwa sababu kitabu chenu ni Mungu wenu ni mmoja, mtume wenu ni mmoja, kibla chenu ni kimoja, kitabu chenu ni kimoja. Mwatetea nini sasa? Lazima muwe nyinyi ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Kwa hivyo ikiwa ni ndugu, msigombane, kwa sababu mkigombana mtaanguka, mtapomoka, mtaharibikiwa. Na mkiharibikiwa, nguvu zenu zitapotea. Nguvu za watu wote ni umoja. Kwa hivyo waumini wawe kitu kimoja, ndipo watakapokuwa na nguvu. Wakizozana, wakigombana, watatokwa na nguvu, nguvu itapotea. Hayo ndiyo maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Waislamu lazima wawe kitu kimoja. Na ikiwa pametokea ikhtilafu baina yao, Mwenyezi Mungu vile vile farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
Ikiwa patatokea ikhtilafu yoyote, Mungu ameshaweka namna ya nyinyi kusuluhishana. Mkikhtalifiana, muamuzi ni Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio akaapa Mwenyezi Mungu akasema, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, Mola aapa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aapa kwa Mola wako. Na Mwenyezi Mungu akiapa ni jambo kubwa lifuatalo: la yu'minuna, hawawi ni waumini. Ile ya ayyuhalladhina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an, humo wewe. La yu'minuna, hawawi ni waumini, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ndiye hakimu wao katika yale ambao wamegombania, yale ambao wamekhtalifiana. Ila wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Basi hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ni hakimu, wakubali kuamuliwa na wewe katika yale ambayo wamekhtalifiana. Kisha thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, basione uzito wowote. Lile jambo likithubutu kwamba ni Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema vile, asione uzito yeye kwa hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, na asallim amri, akubali, awe hana fikra nyingine yoyote, fikra ni ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Waislamu lazima waungane, na ikhtilafu zikitokea zipatanishwe kwa namna hiyo. Lakini ikhtilafu si namna moja. Ikhtilafu ambazo zawagombanisha Waislamu sana si ikhtilafu ambazo nyinyi mwaweza kukaa mkaziondoa, kwa sababu wengi wa awami hawajui hata kwa gombaniwa nini wala kwa ikhtalifiwa nini. Wengi wa watu wa kawaida wawasikiza wale ambao waamini wajua, ikawa kila mtu ana mtu wake. Na ndio desturi ya kibinadamu, huwezi kuiondoa watu wasiwe na mashekhe waliowapenda. Kila mtu ana shekhe wake aliyempenda zaidi, anayemwamini zaidi, atakuwa na sababu zake zozote, lakini kwake yeye ndizo sababu zilizomkinaisha kwa kuwa shekhe huyu ndiye wangu. Sasa ni wale mashekhe wenyewe kukaa wakaangalia ndani ya mji lililowabagua Waislamu ni lipi, wakakaa wao, kila mmoja akatetea ile fikra yake aliyoitetea. Lakini lazim pawe na ikhlas baina yao, lazim pawe na takwa baina yao. Ndio Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, mwanzo. Kwa sababu bila takwa ndio dira. Na leo ndugu zangu, msione kwa kuwa haya mambo ni mapya, ikhtilafu ambazo mwaziona leo si mpya, zilikuwako nyuma. Wanazuoni wakubwa wetu huku kwetu. Na nasema mara nyingi, kitu ambacho cha kusikitisha sisi sasa ni kwamba kila uchao twazidi kuwa ni mayatima wa wanazuoni. Ni ukweli usiopingika kwamba kila mwanachuoni mkubwa aliyeondoka hajapatikana badala yake. Tukajigamba, ingawa sisi twajigamba
kwa kuwa ilmu ni nyingi zaidi sasa, lakini hata ilmu hatuna walizokuwa nazo wanazuoni wetu wakubwa, wazee wetu waliotangulia. Sikwambii na takwa yao hatuna hata kitone chake, na ndiyo sababu ikawa kutokea mkutano, kwa sababu wale wenyewe waitwa wanazuoni. Tumewaona wanazuoni leo, mtu akielezwa atastaajabu. Watu ambao watu wazima wako hapa au waliosoma, waliosikia taarifa ya Said Umar bin Sumait wa Unguja na Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui, na kila mtu ajua Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui msimamo wake katika akida zake zilikuwa ni nini. Kwa lugha ya leo, Sheikh Al-Amin bin Ali atakiwa katika kundi la wapinga bid'a. Alikuwa ni mtu wa kupinga bid'a. Ukisoma Hidayatul Atfal utaiona fikra zake. Na Said Umar bin Sumait ni mtu wa upande wa pili. Kwa hivyo akida zao wafikiani katika baadhi ya mambo. Wale ambao wakumbuka alipokuja Said Umar bin Sumait, kwanza wanazuoni wa zamani ilikuwa ni muhali mwanachuoni mgeni kuja ndani ya mji asimzuru mwanachuoni wa mji ule. Kama yule aliyekuja ni mjuzi zaidi wa yule aliyeko mjini hapa, basi huyu wa mjini atatoka yeye ende akamzuru yule, wakijuana wenyewe daraja yao. Moja katika uchamgu wao na alama ya ilmu yao ni alikuwa mwenyewe yule mwanachuoni akijijua azidiwa na mwenziwe. Kwa hivyo hangojei watu wakamwambia. Akaja Said Umar bin Sumait, msikiti ni wa Shikeli, katika mashahidi ni wajuwao walio hai Maalim Sagaf, wale mumjuwao Maalim Sagaf. Saa ya kufika kuingia msikitini, almarhum Maalim Ghazali ambaye alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Al-Amin ataka kukimbilia viatu vya Said Umar bin Sumait. Sheikh Al-Amin akavipata yeye kwanza. Sheikh Al-Amin avipigania viatu vya Said Umar bin Sumait, kisha baada ya kuvitukua akavitia katika juba. Akamwambia Maalim Ghazali, bataka kunihusudu. Maalim Sagafu yuhai. Maalim Sagafu katika wanafunzi wa Sheikh Ghazali, lakini Sheikh Al-Amin alikuwa na msimamo wake huo na Said Umar bin Sumait alikuwa na msimamo wake huo, lakini haikuwaondolea kuheshimiana na kutungana. Hivi ndivyo walivyokuwa wanazuoni wa nyuma, kwa sababu wao wajua zaidi kuliko sisi, na ajua huyu mwenziwe amekhtalifiana naye ametegemea wapi, na yeye amekhtalifiana naye ametegemea wapi. Ni kwamba yeye fikra ile ya mwenziwe haikumtua na mwenzake fikra yake haikumtua. Lakini maadamu wote wakubali Mungu ni mmoja, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wote wakubali Muhammad ndiye mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa mwisho sallallahu alaihi wa alihi, wote wakubali Qur'ani ndicho kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakuna kitabu kingine, na yote ile misingi ya imani wote wakubaliana, basi haya mengine wanatasamu, wana tolerance baina yao. Na ndiyo sababu ukaona wakaweza kwenda, na ikawa mtu aweza kuwa asomesha kisha akamtoa mwanafunzi wake akampeleka kwa
shekhe yule ambaye dhahiri waonekana hawawafikiani katika baadhi ya masala ya kidini, lakini akamwambia fani hii nenda kasome kwa shekhe fulani. Ilikuwa hasemi kwa kuwa yule shekhe wa upande ule kwa hivyo hapelekwi. Alhikmatu dhallatul mu'min fahaithu ma wajadaha falyakhudha wala yadhurruhu min ayi wi'ain kharaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hikma, ilmu ni kitu kilichompotea Muislamu, ni kitu chake. Popote aipatapo na aitukue, na haiwezi kumdhuru maadamu ni ilmu, haiwezi kumdhuru imetoka katika chombo gani. Yanikumbusha hapa karibuni, mimi hupenda kutoa mifano ya hapa hapa mjini petu. Wakati almarhum Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi alipokuwa chief kadhi hapa, walikuja watoto kutoka Malawi wataka kusoma. Wakamfikia yeye hapa Mombasa, ikawa sasa wale wataka kusoma dini, wanatoka kwao wataka kusoma dini, wajua na maarifa. Sheikh Abdullah akawa hajui la kufanya, akawapa barua, akawapeleka Lamu, Riadha. Baadhi ya jamaa ambao wakimjua msimamo, na nyote mwamjua Sheikh Abdullah alivyokuwa msimamo wake, na watu wa Riadha msimamo wao, hamna haja kuambiwa, mwajua. Baadhi ya wanafunzi, watu ambao waenda darasani kwa Sheikh Abdullah, wakashtuka kumuona Sheikh Abdullah amewatukua watoto wale amewapeleka Riadha. Wakamwambia, shekhe, natumia zile lugha zitumiazo, unkosa mahali pa kuwapeleka watoto wawapeleka kwenye bid'a. Sikilani jawabu ya Sheikh Abdullah. Jawabu yake aliwauliza, munayo yenu? Hawa wanatoka kwao wataka ilmu ya dini, ninyi mwaweza kuwapa hicho walichotokea Malawi mpaka hapa? Hamna. Kwa hivyo wende wakakipate kule kiliko. Sasa hizi ndizo ikhlas walizokuwa nazo wanazuoni wa nyuma, na ndiyo sababu ikawa hakukutokea michafuko iliyotutokea sasa, pamoja na kuwa ikhtilafu hizi zilikuwako vile vile wakati huo. Sio kwamba zaanza sasa hizi, hakuna kipya kinachotokea sasa ambacho hakikutokea nyuma. Juzi hapa Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Ahmed bin Juma na Sheikh Muhammad bin Ali bin ammi yake, wote wanazuoni Tanzania, walikuja. Batoka wapi? Batoka Tanga, wankuja Mombasa kwa almarhum Sheikh Breki kuja kusoma mikati. Sheikh Muhammad ni sahibi yangu, tuzungumza vizuri. Namuuliza, vipi? Ananiambia tunkuja soma mikati. Wapi? Ananiambia kwa Sheikh Breki. Namuuliza ilikuwaje? Asema marehemu baba Sheikh Ali bin Hamed alituhusia kwamba mikati tusisome ila kwa Sheikh Breki. Baba yao alikuwa maarufu katika wanazuoni wa Tanga, aliwahusia waje huku kuja kusoma elimu hiyo. Kitu gani kilitofanya vile? Ni ile ikhlas na mapenzi waliokuwa nayo baina yao wale wanazuoni wenyewe, heshima waliokuwa wakiheshimiana. Miaka juzi wamekuja baadhi ya jamaa kutoka Lamu, katika baadhi ya mashekhi walikuwa na mushkil, wakaja kwa Sheikh Muhammad bin Qasim Mazrui. Mimi nipo, wakamuuliza ule mushkili wao,
Sheikh Muhammad akawaambia wale jamaa, mlipoondoka Lamu Sheikh Abdullah bin Ali al-Maawi alikuwa hayuko? Wakamwambia tumwata Lamu. Akaambia basi kamuulizeni yeye, atakavyowajibu yeye ndivyo nilivyojibu mimi. Rudini Lamu mkamuulize Sheikh Abdullah bin Ali al-Maawi, atakavyowajibu yeye mimi ndivyo nitakavyowajibu, ni hivyo hivyo. Nyinyi mwatoka huko mwamwata yeye, mjaniuliza mimi hapa. Nini heshima? Watu kuheshimiana na kuwekana. Na mifano mingi ndugu zangu iko, lakini ninalotaka kuwatilia mkazo ni kwamba baadhi ya hizi ikhtilafu si nyinyi maawami mnaozikoroga akili zenu. Nyinyi sio mnaozikoroga, ni wale wajuao ndio wanaozikoroga, na ni wao ndio ambao watakikana wakae pamoja, waoneshane hivyo wanavyojua, wasikizane wao, waone kwa kuwa hakuna njia ya kuwa siku moja kutakuwa hakuna fikra mbalimbali. Ni muhali, haikuwezekana huko nyuma na haiwezekani sasa. Hakuna siku itakayotokea ikawa hakuna madhhabi tena. Hakuna kujidanganya, kwa sababu yale madhhabi yaliyoko hayatoki vitwani mwa watu, yatoka katika jinsi walivyofahamu misingi mikubwa miwili ya Qur'ani na Sunna. Na ikiwa wewe umefahamu hivi na mwenzio mwenye ujuzi kama wewe amefahamu kinyume na wewe, lakini yote zile ikhtilafu zao hazikugusa ile misingi mikubwa. Hakuna ikhtilafu juu ya kwa kuwa Mungu ni wawili. Hakuna ikhtilafu kwa kuwa Mungu azaa au azaliwa. Hakuna muumini asemaye Mungu amezaa, hakuna muumini asemaye Mungu amezaliwa. Wote wakubali ni hivyo. Hakuna muumini asemaye kuna Qur'ani nyingine. Hakuna muumini anayemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hakuna muumini anayekataa kwa misingi mikubwa ya Uislamu ni Qur'ani na Sunna. Kila mambo makubwa ambayo ndio msingi wa Uislamu, hakuna ikhtilafu juu ya watu wote wanaojiita muumini ingawa wa madhhabi mbalimbali. Hakuna. Na kama kuna fikra ya kimakosa basi iko pande zote. Lakini wewe ukiwa hujui na yule ambaye hataki kufanya kwa ikhlas atakujulisha upande mmoja, upande wake hakwambii, mpaka umpate yule apingana naye akwambie upande wake. Kwa hivyo kitu cha kutuunganisha ni misingi ya Uislamu. Misingi ya Uislamu na misingi ya iman ndiyo misingi mikubwa ambayo hakuna muumini yoyote ambaye ametofautiana na mwenziwe. Hakuna abadan. Sasa kwa nini waislamu wagombana? Na Mwenyezi Mungu asema wala tanaza au fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msigombane nguvu zenu zitapotea, mtakuwa dhaifu. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kutoa amri katika Qur'ani, qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mungu atoa amri, amrisha, asema, amwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi, sema enyi watu mliopewa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ndoni kwenye neno moja tu lilo sawa baina yetu na nyinyi. Mungu amwamrisha Mtume awaite wa Kristo ambao ikhtilafu zao na sisi ni nyingi. Mungu amwamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi awaite Mayahudi waje wakae pamoja na Waislamu, ya ahla alkitabi ta'alu, ndoni tukae pamoja.
Ikiwa tuweza kuamrisha tukae pamoja na Wakristo na Mayahudi, tuona vigumu kukaa tunaoamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kukaa pamoja. vile vile alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ile amri. Msingi ni kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, la na'budu illa Allah, hatumtumikii isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala nushrika bihi shay'a, hatumshirikishi yoyote. Tukubaliane sote hapa Waislamu tulokaa, tuamini kwamba Mungu ni mmoja, tuamini kwa kuwa sote ndio wa kumwabudu yeye. Tuamini kwa kuwa hana mshirika. Tuamini Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ndiye bwana wetu, kama alivyosema Sayyidina Ali, ana abdun min abidi Muhammad, mimi ni mtumwa katika watumwa wa Muhammad. Tukubali sote kwa kuwa watumwa wa Muhammad, tukubali kwa Muhammad ndiye bwana wetu, ndiye bora wa mitume yote, ndiye bora wa viumbe vyote. Sasa ikiwa misingi yote tukubaliana, kitu gani kinachotokea? Leo utasikia kuna kitu waita kizungu dialogue. Kuna kitu chaitwa dialogue, kukaa watu wakabadilishana mawazo. Ulimwengu mzima yafanywa dialogue baina ya Waislamu na Mayahudi na Islamu na Wakristo. Lakini kitu cha ajabu, mwito ule hautokamani na Waislamu, ni Wakristo watuita sisi. Mungu hapa anasema kuli ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sio sisi tulowaita Wakristo, sio sisi tulowaita Wayahudi, acha wao ndio watuita sisi. Na watuita sisi na hatuendi kimisingi vile ambao tunatakana sisi tuwe. Watuita nyinyi vijana msomao Kiingereza, mkiwa msoma ripoti hizi kwa msoma, utakuta wakati wa ibada waambiwa tushirikiane, tufanye kama tangalizi ya ibada. Nyinyi Waislamu tieni kitu kidogo hivi na sisi tutatia kitu kidogo, misingi ile tu tukubaliane. Kwa hivyo asubuhi kabla ya kufanya kazi ile, akisemeshwa Muislamu ataje kitu hivi na Mkristo naye aleta Bible, mambo ya namna hii. Waislamu wako tayari kufanya hilo, wako tayari kufunga safari kwenda kulifanya hilo. Ulimwengu mzima tusafiri, lakini taja Waislamu ambao wote wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wote wanakubali kwa kuwa Qur'an kitabuna, wote wakubalio kwa kuwa al-Kaaba ndio kibla chetu, bambie wakusanyike. Waislamu hawataki kukusanyika. Tuona ni sawa, tupimeni, tuona ni sawa sisi kwenda tukashirikiana mpaka katika mambo ya ibada na wasioamini kwa kuwa Mungu ni mmoja, hakuzaliwa. Bao waamini Mwenyezi Mungu kwa kuwa amezaliwa, waamini Mungu amezaa. Tuweza kukaa tukajiona hatuna wasiwasi, tukazungumza nao sisi wenyewe, tukawa hatuwezi kwa sababu wewe waunga maulidi yule haungi, wewe waunga talqini yule haungi, wewe waswali kwa kufunga mikono yule hafungi. Basi hizo ndizo sababu za kutufarikisha sisi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msizozane kwa sababu mkizozana mtaanguka. Wa tadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitapotea. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni fikra tunadokeza ili kuonesha kwa kuwa majmaa kama haya yatakatuwe tuangalia kitu gani. Na kitu kikubwa ni kusoma watu, hasa nyinyi vijana. Nimesema mara nyingi, watu wasiogope vitabu. Talibul ilm ni aibu kubwa
kwa mtu ambaye asoma ilmu akawa aogopa vitabu, kwa sababu ikhtilafu baina ya waumini si kubwa kama zinavyooneshwa. Lau watu wasoma wataona kwa kuwa hawako mbali kabisa. Nimetaja baadhi ya mambo ambayo wote wakubaliana na mengi mengine. Na usikae ukafikiri mathalan ukizungumza madhhabi mamoja ukasema ni tofauti na madhhabi mengine, ukaona ndivyo alivyo yamekomea hapo. Katika yale madhhabi mamoja muna ikhtilafu, muna wanazuoni katika madhhabi mamoja wawafikiana na wanazuoni wa madhhabi wengine na wakhtalifiana na waliomo ndani ya madhhabi yao, ndani ya madhhabi mamoja ambao dhahir ukiona ukizungumza wewe masala ya madhhab ukaona labda tukisema sisi madhhabi fulani basi fikra zao wote wawafikiana, sivyo? Mule ndani ya ile madhhabi mamoja muna ikhtilafu, kwa sababu wale wanazuoni waliomo katika madhhabi yale ni binadamu wenye ilmu zao na watumia akili zao. Kwa hivyo utakuta mathalan Imam Shafi asema thawabu za khidma hazimfikii maiti, lakini humu wetu mpaka hivi karibuni mwasoma khidma. Mashafi ndio utakaona zaidi wasoma khidma kuliko mahanafi ambao wasema yafika. Imamu wa Mashafi asema haifiki, imamu wa mahanafi asema yafika, lakini wale ambao wasema yafika huoni kwa wana desturi ya kusoma. Wanaosoma zaidi ni hawa ambao imamu wao asema haifiki. Lakini utamkuta Imam Nawawi ambaye ni mwanafunzi na mwandamizi wa Imam Shafi asema yafika, na yeye bado yumo Shafi. Imam Nawawi si Hanafi wala si Hanbali wala si Maliki, lakini imamu mwenyewe wa yale madhhabi asema hivi. Mwanafunzi wake ambaye naye amefika daraja ya ilmu ya kuweza mwenyewe kufanya independent judgment, aweza kuamua yeye mwenyewe kwa ujuzi alionao, yeye akamkhalifu. Na mifano namna hii wazee wangu na ndugu zangu ka ilmu ya kidini ni nyingi sana. Sasa kuhitajia watu wasome. Mikutano kama hii yafaa, lakini kushikana kitabu ukasoma ni muhimu, kwa sababu ndipo utakapoyajua haya, ndipo utakapoyaona mule vitabuni kwamba si mapya. Kwa hivyo utaona hapana haja ya sisi kugombana na kuzozana kwa sababu ya ikhtilafu ndogo ndogo, kwa sababu hizi haziwezi kuondoka abadan. Leo sisi alhamdulillah hatujafika daraja mbaya, lakini miji mingine watu wamvungwa vidole kwa kuinua kidole cha shahada tu, kutoa katika shahada kikashikwa kikavungwa, na mtu akataka kutupwa kwa dirishani. Watu wampigana namna hiyo. Watu wamekhtalifiana katika tarikh mpaka kufika hadi ya kusema mtu wa madhhabi mamoja akasema natamani lau ningeweza kumtoza jizya mtu wa madhhabi mengine. Jizya ni aina ya kodi inayotozwa makafiri. Muislamu wa madhhabi mamoja akatamani aweze kumtoza muislamu madhhabi mengine jizya, lakini alhamdulillah baada ya muda watu wakakaa wakaona twenda wapi sisi. Hii kama kwamba kulazimisha fikra yako kila mtu haikubali.
maadamu wewe umemtegemea Mwenyezi Mungu na mtume wake na mwenzio amemtegemea Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni namna mlivyomfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimesema nafikiri katika majlisi ya safari ile tulipokutana kwamba hakuna mtu anayeweza kumfuata mtume moja kwa moja katika kila jambo. Hakuna. Kuna mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuatia hayafasiriki vingine ila namna moja tu. Kuna mambo katika mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam tafsiri yake ni moja na hakuna tafsiri nyingine. Hakuna ambaye anastalifiana. Kuna mambo ambayo wamestalifiana wanazuoni katika kuyaelewa yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huna njia ya huwezi, kwa mathalan, huwezi kuwa na hoja yoyote wewe ya kushikilia kwa kuwa eda ya mwanamke ni hedhi 3 si tahara 3, kwa sababu huko nyuma wale ambao walikuwa na ilmu zote, wajua hadithi zote, wajua lugha ya Kiarabu vizuri, wamezungumza, wameona neno quru la fasirika kwa maana ya tahara na la fasirika kwa maana ya hedhi. Kwa hivyo walikubali kwa kuwa ni hedhi wakasema eda ni hedhi 3. Waliokuwa maana ile haikuatua vizuri wakafuata tahara wakakwambia eda ni tahara 3. Sasa wewe huwezi kuja ukasema lazima tushike tahara, kwa sababu wakushindao wewe kwa ujuzi wamekutana na wameshindwa kukubali kwa kauli moja. Leo utakuja ifanyaje? Utaigeuza vipi? Lakini sasa eda inaingilia Mungu, inaingilia mtume, inaingilia kukataa Qur'ani, inaingilia msingi wowote wa dini? Hakuna. Kwa hivyo itatudhuru nini sisi wewe ukamfuata yule asemaye ni tahara 3 na wewe ukamfuata yule asemaye ni hedhi 3 na mengine mengi namna hiyo? Ndio wakati mmoja nataka kumalizia hili. Wakati mmoja bwana mmoja alikwenda kwa mwanachuoni mmoja akamwambia, kwa kuwa mimi naona balaa yote hii Waislamu kuwapata ni haya madhhabi mengi haya. Je, akamwambia mimi naona tuondoe madhhabi yote. Na taban yule alikuwa akizungumza naye ni katika Sunni. Ama mimi naona tuondoe yote haya madhhabi 8. Yule akamwambia sasa hiyo ya 5. Makitangu hapo kuna 4, wewe tuletea ya 5. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh Abdullah Nasir kwa haya ambayo umetufunulia Waislamu, na inshallah sote tutakapoondoka hapa Waislamu jukumu hili itakuwa ni letu sisi sote. Sisi wananudi na pekee yetu, bali na nyinyi Waislamu nyote mliohudhuria hapa kulifikisha kwa Waislamu ndugu zetu ambao pengine hawakupata nafasi leo ya kuja, ili waje wajiunge na sisi katika haya ambayo yameelezwa hapa, nao si mengine isipokuwa ni ya Mwenyezi Mungu, ya kuonyesha kwamba Waislamu lazima tuwe kitu kimoja. Kwa hivyo kwa kumaliza hafla yetu ya leo kati ya wiki hii moja ya umoja wa Kiislamu, tunashukuru nyote mliohudhuria hapa, na vile vile kesho inshallah tutategemea kwamba kadhi wetu wa Nairobi Sheikh Darani atakuwa ni mmoja wapo katika wasemaji wetu, na vile vile tumemwona sharifu wetu Sheikh mwenye hitamu amefika hapa leo. Ilikuwa ni siku yake vile vile ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya udhuru aliotupa kwamba mpaka kesho inshallah naye pia atakuwa na sisi hapa katika wiki yetu hii ya umoja wa Uislamu. Kwa hivyo natoa shukrani zetu kwa kuhudhuria kwenu, na inshallah tutakutana kesho tena baada ya salati maghrib. Kwa hivyo kabla hatujafunga kabisa, naona chairman wetu aje hapa naye amalize muhadhara. Wassalamu.